Mtakatifu, mtakatifu Mungu wangu na Baba yangu. Asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya siku nzuri. Asante kwa ajili ya ujumbe huu tena ambao umetupatia kwa siku ya leo. Ninamkabidhi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mikononi mwako. Naalika uwepo wako na nguvu zako. Roho Mtakatifu tufundishe tena. Roho Mtakatifu fafanua mafumbo katika neno hili tena, ili kila mtu apate kile kitu ambacho umekusudia siku ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Ujumbe wa leo tunazungumzia ujumbe ambao ni mzuri na ni muhimu sana kwako, na ujumbe huu kutie nguvu tena. Usikate tamaa ya kuomba, omba mpaka litokee. Usikate tamaa ya kuomba, omba mpaka litokee. Hata kama liko jambo ambalo umeliombea muda mrefu na bado hujapata majibu na bado hujaona majibu yoyote, ujumbe huu ni kwa ajili yako, kwamba usikate tamaa ya kuomba, omba mpaka jambo hilo litokee. Tunajifunza maombi ambayo Elia aliyaomba pale ambapo anahitaji mvua ishuke, mvua inyeshe katika nchi. Mara ya kwanza alifanya maombi, hakuna kitu ambacho kilitokea. Mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara ya 7, baadaye mazingira yakaja kubadilika kabisa na mvua ikanyesha nyingi. Katika ujumbe huu Elia anatufundisha kwamba jambo lingine unaweza kuomba zaidi ya mara moja ndipo lije kutokea. Kwa maombi ya mara moja jambo halijatokea, usikate tamaa. Endelea kuomba mpaka jambo hilo lipate kutokea. Elia alipokuwa amepanda katika kilele cha mlima Karmel, alisujudu kifudifudi, akainama uso wake, akainama mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, "Kwea sasa utazame upande wa bahari." Akakwea akatazama na kusema, "Hakuna kitu." Naye akanena, "Enenda tena mara 7." Ujumbe huu unatufundisha kwamba unaweza kuombea jambo lolote kwa kuta kwamba hakuna majibu ambayo yanaeleweka. Hakuna kitu chochote ambacho unaona kimetokea. Lakini ujumbe huu unasema endelea mpaka jambo lieleweke. Endelea mpaka uone matokeo. Elia anamwambia mtumishi wake, "Enenda tena mara 7." Ikawa mara ya 7 baada ya kuenda, tazama wingu likatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, "Enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie." Kwa hiyo katika ujumbe huu tunajifunza kwamba baada ya maombi ambayo yalifanyika zaidi ya mara moja, ndipo mawingu yalibadilika, hali ya hewa ilikuja kubadilika na mvua ikanyesha, mvua ambayo ilifungwa kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Israeli. Hii ni habari ambayo tunaipata katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 42 mpaka 45. Ukisoma habari hii utakutana na Elia pale ambapo anaomba Mungu mvua inyeshe katika nchi. Mvua ilikaa kwa muda wa miaka 3, lakini alisema kwa neno lake atasema tena na hiyo mvua itafunguliwa na mvua itanyesha tena katika nchi. Sasa ujumbe ambao nataka kukuonyesha hapa ni kwamba aliomba mara ya kwanza, hakuna kitu ambacho kilitokea. Manake na wewe unaweza ukaomba mara ya kwanza usione matokeo ya aina yoyote, lakini akamwambia mtumishi wake, "Nenda tena, enenda mara 7, tazama kama kuna mabadiliko yoyote." Manake huku anaenda mtumishi wake Elia anaendelea kupiga goti na kumuomba Mungu. Baadaye mara ya 7 ndipo mazingira yakaja kubadilika na mvua ikanyesha nyingi. Kwa hiyo na wewe kama kuna jambo lolote ambalo unaliombea, unaweza kuomba siku ya leo usikute matokeo yoyote. Unaweza kuomba kesho usione mabadiliko yoyote. Endelea kuomba mpaka jambo hilo litokee. Endelea kuomba mpaka upate majibu ya kile ambacho unakiombea. Kwa hiyo omba, usikate tamaa. Endelea kuomba mpaka uone majibu ya kile kitu ambacho unakiombea. Huu ni ujumbe ambao unatusaidia siku ya leo kwamba tukiomba tusikate tamaa, tuombe mpaka jambo litokee. Na tunajifunza kwa Elia jinsi ambavyo alifanya maombi haya ya mvua kunyesha. Anamwambia mtumishi wake, "Nenda tena mara 7." Ndipo wingu likafunga na mvua ikanyesha.